Naam, Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo nataka nikwambie kitu kimoja kinachoitwa kwamba matokeo baada ya kuipenda dunia. Yako matokeo baada ya kuipenda dunia. Kama vile ambavyo unajua kabisa kuna matokeo baada ya elimu, kuna matokeo baada ya kilimo, kuna matokeo baada ya kitu fulani. Kwa hiyo haya ni matokeo ambayo nataka nikwambie, matokeo baada ya kuipenda dunia. Yes, niite Samuel Irakoze, nifuatilie 0767117071. Kama hujasubscribe YouTube pia karibu usubscribe, tuende pamoja. Lakini pia Facebook Samuel Irakoze, lakini pia Instagram pia Samuel Irakoze, TikTok pia Samuel Irakoze, kumbuka ni follow. Mungu akubariki. Maandiko yanasema ya kwamba kile upandacho ndicho utakachovuna. Na fikiri kwamba huwezi kupanda mahindi ukavuna miogo. It is not okay. Kwa hiyo kile unachokipanda ndicho unachokivuna. Kwa hiyo kwenye hii dunia, kwenye neno la Mungu, kitabu kile cha waraka wa kwanza sura ile ya 2 na ule mstari wa 15, na Mungu anasema siipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Yesu asifiwe sana. Sikiliza, kuna watu wanapenda dunia kuliko kumpenda Mungu. Kwa namna gani? Mfano mzuri ni kwamba ukisoma kitabu kile cha Luka Mtakatifu 15:11 utaona ni habari ya mwana mpotevu ambaye alidai haki yake ili kwamba aweze kuitumia, yaani sehemu ya urithi wake. Alipopewa, alikwenda huku na kule, akaanza kujichanganya na anasa za duniani, akajichanganya na michezo, akajichanganya na kila aina za urevi, akajichanganya na kila aina ya vitu viliburudishwa duniani. Sikia kilichomtokea. Pesa zote zilimuishia, akabaki kuwaza nyumbani kwa baba kuna watumishi wengi wanakula na kusaza. Kwa nini mimi niko huku nateseka? Kwa nini niko huku nahangaika? Yaani ameshapata kazi za ajabu ajabu. Baadaye alipowaza mwalimu wake, akaona kwamba nitaenda kwa baba niweze kumwomba msamaha, nilimkosea. Nafikiri umeona kwamba hiki kisa cha mwana mpotevu, baada ya kupewa zile fedha au ile mali, alipokwenda akajichanganya na dunia. Unaona jinsi gani ambavyo matokeo baada ya kuipenda dunia, aliishiwa kabisa. Hatimaye akarudi kwa baba yake, yuko hivyo hivyo. Yes, na ngoja tuangalie kisa cha mtu mmoja tajiri mahali hapa. Luka 16:19 anasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi za zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Unaona hicho kitu? Alikula kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yalianguka katika meza ya yule tajiri. Sikiliza, huyu tajiri alikuwa ni tajiri mmoja mkubwa sana, ambaye Biblia inasema kwamba alikula siku zote kwa anasa. Yaani kwa anasa ni nini? Alipenda sana dunia. Baada ya kuipenda dunia, yule masikini alikuwa kimnyanyasa. Baada ya kumnyanyasa, baadaye yule masikini alitokea siku moja akafa. Yule masikini baada ya kufa akanyakuliwa na malaika, akapelekwa moja kwa moja ufuani kwa Ibrahimu. Sikia kitotokea basi kwa tajiri. Tajiri naye basi huku duniani akaendelea na maisha yake ya nasa. Ipo siku moja ilipofika, na yeye basi akawa amekufa. Baada ya kufa sasa, kilichotokea ni kwamba alishitukia ghafla yuko kuzimu, yuko anaungua, yuko anateseka, yuko anahangaika. Alipotazama kwa mbali, akamwona Lazaro yupo kifuani kwa Ibrahimu. Akaanza kulia kwa sauti kubwa akisema, Ibrahimu, naomba umtume Lazaro sasa achovye ncha yake ya kidole kwenye maji, aje aburudishe hata mdomo wangu. Lakini kilichofanyika, alimwambia hapana, kwa sababu we duniani ulikula kwa anasa, duniani uliuburudisha moyo, hapo sasa ndipo panapokustahili. Lakini huyu naye sasa, ambaye amevumilia duniani, ameteseka kweli, naye anaburudisha ana moyo wake katika sehemu nzuri kama hii. Sasa ni nini nataka nikwambie, mtumishi wa Bwana? Ni kwamba nisikize kwa makini. Yawezekana ni mtu naongea naye yuko vizuri sana, ni mtu mzuri sana kwa kufanya mambo ya uzinzi, ni mtu mzuri sana kwa wizi, ni mtu mzuri sana anayependa michezo ya dunia, ni mtu mzuri sana anayependa dunia jinsi inavyokwenda, hamjui hata Mungu. Sikiza mtumishi wa Bwana, matokeo ya kuipenda dunia ndivyo unavyoona kwenye picha hapo, unavyoona jinsi ambavyo mateso alivyo. Ni kweli, hata yule mtumishi wa Mungu Lazaro, baada ya kufa akanyakuliwa na malaika, alikuwa ni mtu ambaye anapitia mateso, alikuwa ni mtu masikini. Lakini tazama, yule tajiri baada ya kufa tu akaanza kulia kwa sauti akisema, naomba umpe nafasi huyo Lazaro
aende akawaambie ndugu zangu huko duniani, ili kwamba wasije nao kama huko, wafanye mema, watende mema. Lakini Ibrahimu anasema kwamba wasiposikiliza wao wainjilisti, wasiposikiliza hao mitume, wasiposikiliza hao manabii, wasiposikiliza wachungaji, hawatamsikiliza mtu akitoka katika wafu. Sasa nikwambia mtumishi wa Bwana, inawezekana uko nazungumza kitu hapa haunisikilizi kabisa hata kidogo, hautaki kunielewa kidogo. Ni Mungu tu amehitaji uelewe, utambue kitu kama hiki. Nahitaji ubadilike sasa kwenye hao maisha unaoishi, hao mazingira unaoishi. Sio mazingira salama, sio maisha salama, ni maisha ambayo matokeo yake ni jehanamu. Jehanamu nayo inawaka moto, imeongezwa zaidi na zaidi kwa ajili ya wale ambao watatenda maovu. Ni ghadhabu ya Mungu ambayo imeinuka, itasimama kwa ajili ya wale watu ambao watatenda maovu. Badilika sasa, bado mlango wa neema uko wazi, na kualika sasa kwa Yesu Kristo uweze kumpokea Bwana Yesu. 076717071. Naitwa Samueli Irakoze, nitafute hewani tuweze kuwasiliana, na Mungu akubariki, akutunze, akuweke salama katika jina la Yesu Kristo. Amen.